Ali, mambo vipi? Poa. Una maoni yako ni yapi kuhusiana na game ya dabi ya Kariakoo, Yanga kuigomea kuendelea kusisitiza kwamba hatuchezi? Maoni yako wewe kama shabiki wa soka ni yapi? Najua ndugu mwandishi, kwanza mnatakiwa mwache sana kusema Yanga kwamba yeye ndio alogomea. Lazima kwanza ukumbuke aloanza kufanya sakata hili la kugomea mchezo ni Simba Sports Club, kumradhi. Na Simba Sports Club waliweza kusema kwamba hawezi kucheza mchezo wa tarehe 8 kama haijatoka hukumu. Mimi ningependa nitoe kauli au swali kwa mashabiki wa Simba Sports Club, lakini pia swali kwa viongozi wa Simba Sports Club. Je, wao kauli yao ya mwanzo walisema kwamba hatuwezi tukacheza game ya tarehe 8 endapo haijatoka hukumu yoyote, kwa mujibu wa barua yao ile, nadhani mnaikumbuka waliweza kuitoa. Swali langu ni kwamba je, bodi ya ligi tayari ishaweza kutoa hukumu kwa kilichotokea kile? Na kama walitoa hukumu, basi wanatakiwa watuwekee wazi, watuwekee bayana kama vile mwanzo ilipokuwa. Siwezi nikawa na walaumu, hapana, si walaumu, bali ni swali zuri sana, kwa sababu huwezi ukawa umekataa mwanzo ukatoa na sababu zako za kukataa jambo husika, alafu baadaye unakuja kukubali kienyeji tu, na hatujui umekubalije wakati formula yako au we mwenyewe ulisema kwamba unahitaji kucheza mchezo huo endapo hukumu itatoka. Hukumu gani mpaka sasa bodi ya ligi waweza kuitoa? Hakuna. So mimi naweza nikasema wanachokifanya Yanga wanatry kunyoosha au wanatry kuweka usawa katika sheria. Kitu ambacho ndugu mwandishi, ukitaka kuona vita ya 3 ya dunia au vita ya 4 ya dunia au vita ya kwanza katika ligi ya Tanzania, hukumu iliyotakiwa itoke siku ya tarehe 8, kwa sababu hukumu ilikuwa inasoma kwamba endapo mtu asipotokea uwanjani atakatwa, alama 3 zitaenda kwa yule ambaye alikuwepo uwanjani. Yule ambaye alikuwepo uwanjani atagawa ushindi kwa magoli 3. Yule ambaye hajatokea atakatwa faini ya milioni 5, ambayo hiyo faini ya milioni 5, milioni 2.5 atachukua yule ambaye alikuwepo uwanjani. Milioni 2.5 itaenda kwa bodi ya ligi. Lakini pia kama kutakuwa kuna vurugu au uvunjifu wa aina yoyote, anayewajibika ni yule ambaye hakutokea uwanjani. So hiyo hukumu ilitakiwa itoke siku ile endapo Simba Sports Club endapo bodi ya ligi wasingetangaza kuwa mchezo umehairishwa. Si umeelewa? Kisheria bodi ya ligi, cha kwanza pale walikosea. Mchezo kabla ya kuhairisha, sheria zinasema kwamba lazima kuelekea huo mchezo iwe imetimia zaidi ya masaa 24. Je, ndugu mwandishi, naomba nikuulize swali. Masaa 24 yalitimia katika kuahirisha? Hajatimia. So unaweza ukaona bodi ya ligi ndio alianza kufanya mistake. Waliingia katika mtego wa Simba Sports Club. Simba Sports Club naweza kasifu kwa upande fulani kwa njama alotumia ili mradi kuweza kuwatia katika mtego bodi ya ligi. Kusema kweli ni kwamba laiti kama bodi ya ligi wangeendelea na msimamo wao, na hakika Simba Sports Club siku ile alikuwa anatokea uwanjani. Hiyo ni 100% alikuwa anatokea uwanjani. Na hakika laiti kama wangeendelea kustick pale pale au wangeendelea kusimama na msimamo wao bodi ya ligi kama walioutoa asubuhi katika kurasa zao kwamba mechi ya ligi licha ya Simba Sports Club kuweza kusema kwamba hawachezi, mechi ya ligi itakuwepo pale pale, wangeendelea na ule msimamo, Simba Sports Club wangejitokeza uwanjani, angejitokeza na baadaye ingepigwa faini, kila mtu angehukumiwa kwa vile anapostahiki. Kwa sababu kama unakumbuka ndugu mwandishi, mchezo wa Pamba Jiji na Simba Sports Club kule ugenini aliweza kuzuiwa kuweza kufanya mazoezi, lakini baadaye ikaja ikatoka hukumu. Lakini mchezo ulifanyaje? Ulichezwa kama kawaida. Kwa nini uwe wa Yanga? Okay, Azam Sports Club alifanyiwa uhuni kule mkoani, kama unakumbuka, ikabidi watumie taa za mabasi yao kuweza kufanya mazoezi uwanjani. Lakini mchezo siku ya pili ulikuwepo kama kawaida. Lakini ilifanyaje? Ilitoka hukumu
Walitumia nini? Hawakutumia busara, walitumia sheria. Sawa, wewe unatokaje mbele ya vyombo vya habari na kuja unatuambia kwamba tulitumia busara? Kuna busara mbele ya michezo? Hapana. Sheria zimetungwa kwa ajili ya kutatua matatizo, na unatakiwa utumie sheria ili mradi kutatua hayo matatizo, na sio unatumia busara. So wanachokifanya Young Africans, leti kama niambiwe chagua upande, mimi nawaunga 100% Young Africans, na waunga kwa wanachokifanya. Wanatry kuweka sawa, au wanatry kuamsha, au wanatry kuamsha akili zilizolala za kuendesha kienyeji. Tunaendesha sana ligi yetu kienyeji, yaani mtu unaendesha kwa mazoea. Ndicho anachokifanya bodi ya ligi sasa hivi, wanaendesha ligi kimazoea, kitu ambacho ni mbaya sana kuendesha kitu kimazoea. Ndugu mwandishi, wanachokifanya Young Africans, najua vyombo vya habari vingi vinasema Young Africans sijui, wanasema Young Africans sijui, lakini hicho kitu aliyekianzisha ni Simba Sports Club. So msimamo wa Young Africans na kitu ambacho wengi ambao hawajakielewa, inabidi uwe na sikio la pili, au usiwe mtu wa mapenzi sana kupendelea upande mmoja. Lazima uwe unaangalia fakti na mantiki ya mchezo, usiwe katika upande wowote. Ni kwamba walichokiongea Young Africans ni kwamba mchezo huu sisi hatuchezi, ni kile kile ambacho alichokisema Simba Sports Club. Mchezo huu sisi hatuchezi, na hatuchezi mpaka pale hukumu itoke au mtoe au uwajibikwe ule ambao ulitakiwa uwajibikaji ufanyike tarehe 8, au la. Kama ikishindikana, mnaona hamwezi kufanya hicho, mshafanya mliofanya, jitoeni kwenye bodi ya ligi, tokeni, waje wapande wengine viongozi ambao watakao kuja kutumia sheria na kanuni. So unaweza ukaona kwamba wako straight Young Africans, ni kwamba wao wanachokihitaji ni kwamba watoe sababu, watoe issue yote inavyoenda. Kitu kingine ambacho walichokuwa kikosea bodi ya ligi ni kwamba Yanga walienda kasi, wakafeli, wakarudi huko, wanakuja wanawacheka na mashabiki wengi. Unamcheka mtu ambaye unategemea uje usuluhishe naye ili gemu ya tarehe 15 ichezeke. Swali jingine na kuuliza ndugu mwandishi, kwa mujibu wa sheria na kanuni zinasema kwamba yule ambaye yuko nyumbani ndo mwenye wajibu wa kuandaa tiketi, ndo mwenye wajibu wa kukaa pamoja na bodi ya ligi pamoja na yule wa ugenini. Endapo gemu imeshaahirishwa, wanatakiwa wakae pamoja, wajue wanaipanga tena lini hiyo gemu. Lakini ndo mwenye wajibu wa kuandaa tiketi za kuuzwa ili watu waende uwanjani hiyo tarehe 15. Lakini ndo mwenye wajibu wa kuweza kufanya maandalizi yote ya huo mchezo wa tarehe 15. Lakini pia ndo mwenye wajibu wa kuchagua mchezo wake, kwa sababu yeye ndo yuko nyumbani na yeye hana kiwanja. So yeye ndo anayechagua kwamba bwana, mimi mchezo wangu wa nyumbani nataka uchezeke Amani New Amani Zanzibar, au bwana, mimi mchezo wangu nataka uchezeke CCM Kirumba, au bwana, mimi nataka uchezeke mchezo wangu Benjamin William Mkapa. Sijui umeelewa? Yeye ndo mwenye maamuzi. Lakini mpaka sasa hivi kwa inavyoonekana ni kwamba mchezo unaenda kuchezeka Benjamin William Mkapa. Nani aliochagua? Kama mwenyewe mhusika ambaye anatakiwa afanye hayo machaguzi yote, afanye hayo maandalizi yote ya huo mchezo, anasema hachezi. Bodi ya ligi wametumia nini hapa? Yani watuelekeze, yani watufafanulie wametumia formula gani, au wametumia sheria gani kuweza kuweka hii kitu, yani kutangaza tarehe ya mchezo, while mwenyewe ambaye ni mhusika wa mchezo huo hajahusika kwa jambo lolote. Tumalizie, ushauri wako au maoni yako ni yapi ili game ya tarehe 15 iweze kuchezeka na mashabiki wa soka wakapata burudani, lakini pia kuendelea kukuza ligi yetu? Kitu cha kwanza, bodi ya ligi wanatakiwa wakumbuke kwamba dabi ambayo walioifanyia huo mchezo ni dabi namba 3 kwa Afrika. Unaweza ukaiona ukubwa wake. Ni kwamba hatutizami Tanzania peke yetu, cha kwanza. So kwenye kuchafuka huo mchezo, mfano kwenye kuchafuka wanajichafua wao, cha kwanza.
kwa the way walichokitumia. Cha kwanza wanajichafua wao viongozi, cha pili wanaichafua ligi ya Tanzania kwa kuto kutumia sheria na katiba ambazo zimeundwa kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo. Cha tatu, bodi ya ligi wanatakiwa watoe ufafanuzi, watoe barua ambayo ita contain ufafanuzi wote, kitu ambacho Young Africans huenda wakaingiwa na imani ya kutaka kukaa kuongea na kusuluhisha na TFF, kwa sababu za ndani zinasema kwamba right now Young Africans hawataki kuongelea chochote, na kuna baadhi ya viongozi tayari washasafiri kwa ajili ya mchezo wao wa tarehe 15 wa kirafiki, lakini kuna baadhi ya viongozi watasafiri nje ya nchi kwa masuala yao ya kibiashara. So unaweza ukaona kwamba hawana habari kabisa ya kukaa kuendelea kubishana kuongea katika vitu ambavyo. So ili mchezo bodi ya ligi wanatakiwa atoe full details ya maelezo, sijui kabla ya siku ya huo mchezo, maelezo yote, yani wajieleze, watoe, wafafanue.